wale Mungu wa rehema wanakuhitaji, wacha wakuone siku ya leo. Na ukitoka katika haya madhabahu siku ya leo Bwana, tutatoka na wimbo mpya Mfalme, tukisema ya kwamba Baba tumekuona na hakika umetubariki katika jina la Yesu. Tuomba maisha yetu ikabadilike, kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Kwa maana wewe ndiye msaada wetu wa karibu. Asante Baba wetu, tunakushukuru kwa sababu ya nchi yetu. Baba ni asante kwa ubali tumefika. Tumeona mkono wako katika nchi yetu. Unaendelea na kutupigania Mfalme, kwa sababu wewe ni mwema. Tuinua nchi yetu mikononi mwako Bwana. Baba ututazame na jicho lako la rehema. Vita zote Bwana tuikabidhi mikononi mwako, kwa maana vita zio zetu, vita ni zako Bwana. Tutaongozwa Baba wa mbinguni kwa majeshi wala silaha, bali ni kwa Roho wako Mtakatifu. Tuzingira nchi yetu Mfalme na damu ya Yesu Kristo, kwa sababu wewe ni Mungu. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Wewe ndiye Baba yetu, Baba wa mbinguni, na wewe ndiye msaada wetu katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana, tunasema ni asante Bwana. Baba ni asante kwa watoto wetu. Tunakushukuru kwa sababu walikuwa kwenye shule Mungu wa rehema, lakini kwa wakati huu Bwana tuko pamoja nawe. Tunakushukuru Bwana kwa sababu tulikuomba wakiondoka Baba ukawalinde na ukakae pamoja nao na ukainue Bwana. Lakini Baba tunakushukuru kwa sababu wamerudi wakiwa wazima. Hata Mungu wa rehema, wakati wako mikononi mwetu Baba, tunaomba your grace dear Father be with us dear Lord, in the name of Jesus. Baba utupatie riziki ya watoto wetu Baba, uendelee na kupatia neema ya kuelimisha tukiwa pamoja na wao Baba wa mbinguni, hata wakiandaa kurudi mashule Baba utubariki na school fees, utuonekanie Mfalme. Tunaombea Baba uzima, tunakataa mipango ya shetani katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu shetani tunajua kazi yake ni kuiba na kuangamiza na kumaliza. Lakini Baba wetu tunawazingira na moto wa Roho Mtakatifu, maana maroho yote ambayo itainukia watoto wetu Baba tunajua you are consuming fire. Baba ni asante Mungu wetu, twalinua jina lako, twalitukuza Mfalme katika jina la Yesu Kristo. Baba kuna wengi ambao wamegojeka Bwana, wengi wako nyumbani Baba wa mbinguni, wengine wako hospitalini Bwana. Tunawakabidhi mikononi mwako Jehova. Baba wa mbinguni ukatendee mema, kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Baba wa mbinguni tunajikabidhi mikononi mwako, tunapokusikia neno lako Bwana. Baba wa mbinguni twajikabidhi mikononi mwako. Tumekataa all communication Jehova Baba ya mwovu shetani, tunaikataa in the name of Jesus. Demonic spirit and satanic spirit dear Father, tumeikataa katika jina la Yesu. Twazingira katika kanisa letu na damu ya Yesu Kristo. Baba utuwezeshe kucommunicate na neno lako Bwana, ili Baba wa mbinguni tukasikie neno lako na tufanye kulingana na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wa rehema kwa wale wote Bwana ambaye wanafanya kazi katika madhabahu haya Baba ni asante Mungu. Tuwakabidhi mikononi mwako Mfalme. Roho wako Mtakatifu Baba atuongoze, kwa sababu wewe ni Mungu. Baba tujiasilia mikononi mwako Bwana tunapoendelea Baba. Roho wako Mtakatifu uwe na kila mmoja wetu Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu. Tuomba haya ombi la imani, na ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama tunasamehe wanaotukosea, tusije majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. Appreciate the praise team and appreciate our Lord with the better crowds. Appreciate our Lord with the better crowds. Just before presentation, let me say we have gold, dhahabu, Bwana asifiwe. And this gold is called Greater Life Rehabilitation Ministry. Praise the Lord. They are with us, and with them, what is surprising,
they have a guy who got saved here 3 months ago. And let me tell you what that guy is now and what he was when he went there to rehab is actually, let me say, incredible. You can't imagine what a rehab can do to an addict. Our representative in presentation, just two, we have the Greater Life and also choir. So we welcome our gold, the hub here to Greater Life. Welcome here. Bwana asifiwe kanisa. My name is Solomon Gitau. I'm from Greater Life Concern Rescue and Rehabilitation Center. These are all members of Greater Life Concern. Na yetu ni kuja kushukuru siku ya leo. Maana we want to thank this church for being a part of us, for the love that you have shown to this center through various members. There are members of your church wametutembelea huko, na ni ngumu katika ministry kama hii ambayo tunaeneza kutembelewa na watu, because first of all, kila mmoja wetu unayeona hapa alikuwa chokora, including mimi. Na mnajua hata katika hiyo dunia uchokora, hawa chokora mnaona barabarani huku wakirandaranda, kuna categories tatu. Kuna category ya watoto, wale ambao kila mtu anasaidia atampatia mbao. Kuna category ya wanawake chokora wanaorandaranda, wale wako na watoto kwa mgongo, utamnunulia maziwa na mkate. Lakini mwanaume mzima na ndevu na dagarishi yake akikutokezea, most people choose to run away. We are held in such utter contempt, ati ata binadamu hawapati jina. Uko katika uchokora, hakuna Kamau, hakuna Otieno, hakuna Kipngetich, nyote mnaangaliwa pamoja, mnaitwa chokora. Kwa hivyo ni ngumu kupata watu ambao wamechagua kusimama na huduma kama hii. Na kwa hivyo tumekuja leo kushukuru, kuambia ni asante kwa kusimama nasi katika huduma hii. Maana sio wengi wangejitolea kufanya hivyo. Na hapa kati yetu kuna jamaa moja ambaye kanisa hili iliokota mabarabarani na ikamleta kwa center yetu, na pia sasa amepitia rehabilitation process yake, yuko karibu kurudi nyumbani kwao. Mungu akamtendea mema. Our center has 4 main ways it works. First ni rescue, removal from the physical streets. Second is rehabilitation, purely through the word of God. Third is reconciliation, kushikanisha watu na their loved ones. And fourth is reintegration, pale hawa watu tunawatafutia makazi, wanaanza kazi na wanaweza kujimudu kupata manyumba zao and become responsible and contributing members of this society. Na sasa huyo mmoja mlileta 3.5 months ago, akiwa kwa hiyo center, na imagine alitoka kwao upande za Maralal over 8 years ago, 7-8 years ago, na akapotea kutokana na wazazi wake. Lakini wakati huo amekuja kwa center, Mungu ametenda miujiza mpaka hata mama yake ameweza kuja kutrace mtoto wake hapo kwa center yake, and they are reunited. Na sasa atarudi Maralal. Kwa hivyo ningetaka kumsimamisha hapa Jonte. Ziwama watu wakuone bwana, hebu jitokeze hapo. Huyo ni Jonte, ambao nyinyi kanisa, nyinyi wenyewe ndio mmemleta kwetu. Huyu amewasumbua Kayole hii,
amekuwa chokora hapa zaidi ya miaka 7. Mkauliza stories za John T, pengine kuna wale hapa wameuziwa umbwa za wenyewe, kuna ako na visanga mingi sana, lakini juu ya time hatutayaongea. We just wanted to thank you, and when we have time for interaction baadaye pengine tutaweza kuinteract. God bless you, God do you good, na kawimbo tu kamoja na tuketi chini. Hallelujah. Bwana asifiwe. Wacha tuwabariki na wimbo moja na tutabarikiwa pamoja. Haya, tupige makofi. Piga makofi. Mwamba 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 mwamba, Yesu ndiye mwamba wangu. Sema mwamba. Oh mwamba 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 mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba. Haya. Oh, unapigana, sisi tutasimama. Msingi wetu uko kwenye mwamba Yesu. Mwamba. Oh, na wazee wote watasimama. Msingi wao uko kwenye mwamba Yesu. Mwamba. Oh, mwamba mwamba, Yesu ndiye. Oh, na wamama wote watasimama. Msingi wao ukiwa kwenye mwamba Yesu. Mwamba mwamba. Iende wapi injili? Oh, iende wapi injili ya Yesu? Oh, iende wapi injili? Iende wapi injili ya Yesu? Wewe ndio maana tunasema iende. Wewe ndio maana. Wewe ndio maana tunasema iende. Wewe ndio maana. Oh, yaokoa injili. Yaokoa injili ya Yesu. Yaokoa injili. Yaokoa injili ya Yesu. Wewe ndio maana tunasema iende. Wewe ndio maana. Wewe ndio maana. Wewe ndio maana. Oh, yaubariki injili. Yaubariki injili ya Yesu. Oh, yaubariki injili. Yaubariki injili ya Yesu. Wewe ndio maana tunasema iende. 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 Bwana awabariki. Sifikiri mnapoona wanaume wakirandaranda huko mabarabarani chokora, mnaweza amini wanaweza kuwa na sauti za kuimba zile Mungu aliatia ndani yao. God bless you. Praise the Lord. I think they deserve better claps than that. Nilikuwa hapa wakati John T aliokoka. Na saizi wacha niwaambia, mwezi mjua, saizi walikuwa na rasta. Aliwekwa pale na Benson akarara. Praise the Lord. Alikuwa anaitwa hapo aokoke akiwa amelala. Kwa hiyo kiti hapo yenye iko hapo nyuma. Praise the Lord. Saizi hauwezi mjua. We have another presentation from choir. Choir, welcome.
Thank you very much, Koya. Let me say that you are strong. Bwana wabariki sana. We have come to the end of that session of presentation. And now, because of time, we are going direct to intimation by Elder Mutonga. Kanisa Bwana asifiwe. Praise be to God. Yes, we want to go to our announcement, but maybe before I do that, I want to take this opportunity on behalf of our chairman and the leadership of this church to welcome you members in our today's service. It's our first service during this month of October, and we have every reason to be here. We would like also to recognize and appreciate the presence of our visitors today, and therefore, if you are there, it's our very first time to be with us, I kindly request you to be upstanding. We want to see you and really appreciate you for having been together with us. Our visitors, you are there, you have never been to this church before, may I request you to be upstanding. I believe we have visitors here today. Thank you, choir. Let's welcome them. Thank you. Be seated. Ndio tumesema wageni, Mungu awabariki, na ikiwa mtarudi makwenu, tunawapea salamu zetu. Basi kwa matangazo is as follows. From the Musamalia Board Group, they are informing us they are observing their day today, and they are requesting you for support. They have been having this week from Monday, and the climax is today. They are requesting you to support them. Also from the Musamalia board members, in conjunction with the Greater Life Rehabilitation Ministry and any other well-wisher, you are all requested to meet after the Kikuyu service. After our next service, you are all requested to meet after that service. That is Musamalia board members, Rehabilitation Ministry members, and any other member of the church who would like to join them. You are requested to join them after the Kikuyu service. Members, two of our church members, families, that is Jennifer Gadogo of Kibagale district, they have lost their mother, and similarly Mr. Wainaina and his wife Jane of Mwagaza district, they have also lost their mother. We are all requested to remember them in our prayers and also support them financially. And to this end, we are all requested to contribute 200 shillings. That is 100 per case. The money to be forwarded to our respective treasurers from the district, and the same to be forwarded latest on Wednesday by 5 p.m. That is normally what we do. We have the committee that is preparing the wedding for Virginia and Peter. They are requesting us and informing us that they will start their meeting today after Kikuyu service, and we are all invited. Halisi district members, okay, you meet after the service, although everybody else will meet. P.C.E.A desk, they want to inform all men that we normally meet here every Mondays for our weekly fellowship, and everybody is invited, including our visitors. Here the board members and the committee also wishes to notify us that they are going to start their week from tomorrow, and their climax will be on Sunday coming, that is 10th. And we are all invited to support them during that particular day. That is from Health Board, week starting tomorrow, and the climax being on Sunday. Mwangaza district members who are present today in this particular service, you have been requested by your elder to meet at the Musa kiosk immediately after this service. Finally, members, as we are all aware that we have come to the end of our
church year. It started in October last year, and it has formally ended. On 31st of September, we are going to have elections, and all districts have been slotted to have the election today after the Kikuyu service. This is a very noble exercise, members, and we request you, even if you will go somewhere, please make time, create time. You join us after the Kikuyu service so that you can elect our leaders, our deacons for the year 2021-2022. Finally, members, as the COVID is still with us, and we also humbly request you to maintain the laid out procedures in regard to wearing of our mask. I can see quite a number don't have masks, and some others are not wearing them the right way. It's an appeal to you. Let's maintain them. They are there for our own good. May God bless you. My name is Martin Motonga. I love Jesus Christ as my Lord and Savior. Amen. Yeah, praise God. Tulikuwa machache tulikuwa tuongeze kutokana na hayo matangazo, na session kilake amewaalika, kwa hivyo sitawaalika tena. Tasema tu vile tumegusia ya kwamba tumefika mwisho wa mwaka kulingana na kanisa letu. Financial year, our financial year huisha mwezi wa 9 date that is of September. That's how that's the end of the financial year, and the calendar year starts on 1st of January. Kwa hivyo tuko na financial year na tuna calendar year. Sasa financial year ndio huwa tunamaliza CS yetu, ndio huwa tunalipa CS, alafu tunasema tumefika mwisho wa kulipa CS, tunaingia mwaka mpya. Ni ya kwamba niseme tu ya kwamba tumejaribu sana na district, tumejaribu sana, sababu hata ingawa district bili ndio silimaliza CS, Safana na Greenfield tuliweza kumaliza CS ya parish yenye ilikuwa ni zaidi ya milioni 10. Situpige Mungu makofi. You are able to complete parish CS of more than 10 million. But during that time we were able to install solar here, na mambo mengi sana tumefanya hapa. Na tunapotoa pesa si CS tu that we normally pay, not only the CS, over and above paying CS. Tuko na watoto tunasomesha hapa, we are sponsoring some children, na kama vile hawa wajamani waita wajamaa sababu ni wanaume vile wamekunja. Kuna wengine wenu tulikuwa tunalipia hata nyumba, na sijui wengine walienda wapi, tukakuta nyumba ile tulikuwa tumewalipia hawako, tunalipia nyumba kama watu kama hawa. Tunalipia watoto wengine shule, tuko na shule hapa, watoto wanalipia shule hapa Mwagasa Secondary, huko Dola kwa computer. Kuna mtoto tumeingiza huko juzi, na mwingine pia wanaume wanasomesha wa high school above payment of CS. Ile pesa mnatoa hapa, nataka kuwajulisha kwamba kuna kazi mingi inaendelea ikifanya. Na niseme ya kwamba tumekaa kama wasee wa kanisa, na tena tukakaa kama LCC last Sunday. And during that time we came up with a resolution that vile tulikuwa tunalipa CS na district, na vile watu walikuwa naungana ati ni district naenda kupiga CS, watu wanasemanga wanaenda kupiga CS. Tulisema kutoka mwaka hii tumeanza tarehe 1 ya kwamba hatutakayua CS tena na district. Tulikuwa tunasema Mwagasa kiwango hii, wale wengine kiwango hii, tutashindana kulipa CS. Tutakuwa namba 1, tutakuwa namba 2. Hiyo tumesema ifike mwisho. Watu watakuwa wakikuja kutolea Mungu. Unapopata pesa yako sio kuja kupiga CS. Watu wengi hupiga CS. Sio kuja kupiga CS. Ukiweka 10% yako ya mshahara yako, unakuja kuweka kwa ghala ya Mungu. Ile maandiko imesema ghala ya Bwana isikakose chakula. Unaleta chakula kwa ghala ya Bwana. Kwa ile ghala tunagawa kiasi, inalipia watoto shule, tunagawa kiasi, inalipa watu wa kuosha hii kanisa, mambo kama hayo, kuleta kwa ghala ya Bwana. Sio kwenda kupiga CS. Hata kama ni hivyo, hata kama tumesema hivyo,
Hatujasema hatuna vitambu ya district ama record ya district. Utakuwa tu ukiandika tu vizuri, hii ni tithe yako, unaandika district yako. Offering yako unaandika kwa bahasha yako. Sababu tutakuwa record ya matoleo, hiyo hatuweki kando. Tutakuwa na record ya vile watu wanafanya district, vile watu wanafanya kwa matoleo yao, but hakuna kusema tena mambo ya sasa. Ati mzee wa kanisa akisimama kwa district, nitamwambia waambie chei wote. Ati service ikiisha district, unasikia kukisemekana wafishiru lugha mai mtu yoro abesha toleheti atia. Sio mambo kama hayo sasa. Sasa fellowship ni kuulizana nani wetu alikuwa mgonjwa tukamtembelee. Nani wetu alikuwa chini amepotea sana tukamtafute. Hiyo ndio mambo tumeachia district. Not kuga mgakome. Leteni pesa kwa nyumba ya Bwana, kama sio kulipa sesi ni kuchikilia huduma ya kazi ya Bwana. Kwa hivyo kutoka mwaka hii hatutakuwa tukisimama hapa every Sunday ati leo district fulani ndio inapiga sesi. Hapana. Lehe ido cia Ngai. Okay, ona mundu agirwa arute girigana atari nacho ndagiruta. Tunatoaka, imagine bwana waigwa, ile pesa unatoaga wakati mwingine wote hata uambie utoe zaidi huwezi toa. Sababu kiwango yako ni gani? Ni hiyo. Kwa hivyo tumesema sasa hakuna kusema sesi. Watu walete roho zao wakitolea Mungu. Bwana abariki sana. Awatendee maajabu tunapoendelea sasa kuchikilia kanisa, sio kupiga sesi. Tunapendelea kuchikilia kanisa. Mengine Kirak amesema ya uchaguzi, kwa hivyo hatutarundia. Sasa tufanye tu vile tumeambiwa. Deadline ni Sunday, sikundi wote wanatakiwa tuwe tumechagua na by Sunday. Lakini P.C.E.A kesho, kama uko na kijana nyumbani, kesho ukuje. Tuko na supper. We are taking supper together. Ndio tukalia ni lalo usio. Oh man, you are taking supper together. Kama uko na kijana usimuache. Na kama hukujagi P.C.E.A kesho ni siku ya kufana sana. Jaribu sana ukuje. Mchungaji wetu yule tulie naye, sio huyu ako hapa. Mchungaji wa parokia sasa tulie naye, kesho ako hapa. He want to meet with all men. Kama mchungaji anataka ku meet with all men, chuga sana usibaki nyumbani. Hajasema wa mama, amesema men. Sasa ukibaki nyumbani sijui kama utakuwa msee. Kuja we meet with our parish minister. Na Bwana abariki sana. Thanks a lot. I also wish that you are not going to cease giving tithes and offertory because ati tumeondolewa sasa. Mtafanya hivyo? Mtakataa kutoa tithe na offertory juu tumeondolewa sasa? I don't think you are that kind of people. We are going to proceed with the prayers for children led by Elder Dorcas. Tusimame kanisa tuombe kwa ajili ya watoto. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo tunainua jina lako tukisema asanti, ni kwa ajili ya watoto wetu. Lord, we know that they are gifts from you. We want to thank you. We want to glorify your name. How we pray that Jehovah Father, you shall continue to shower us with wisdom as we continue taking care of them, oh dear Father. We pray for your divine power that comes from you upon them. We pray for the counsel of the Holy Spirit upon them in each and every step that they take unto their life, dear Father. We pray that you shall accompany them, O God. And how we pray that not one of them, Jehovah Father, shall slide in this slippery world, oh dear Lord. We pray that you shall cover them with the blood of Jesus. You shall take them through every stage of their life, dear Father, in the name of Jesus Christ. We thank you, Jehovah Father, because you have been together with them the whole of that term, Jehovah, that has ended. And now we are with them at home, dear God. We pray, Jehovah, for these few days that they are going to stay at home, that God, Jehovah, you are going to be with them. You are going to hide them where no evil shall trace them in the name of Jesus.
Lord, even as we prepare for the next term for them, Jehovah God, we pray, Jehovah Father, by your mighty hand, you shall continue to uphold them. Even the youngest, dear Lord, wale wako katika mikono ya mama zao, tunawaombea Mungu, utaendelea kuwaficha, utaendelea kuwalinda na kuwahifadhi katika wema wako, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuwaficha, endelea kuwafunika, endelea kuwalinda na pia kuwaongoza, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na pia tumeamini. Thank you. We now come to another wonderful session of Bible reading. And the first reading will come from the book of Proverbs chapter 4, from verse 20 to 27. And we shall be read by Kezia and Jerry. Then the second reading, the book of Matthew 15, from 17 to 20. And we shall be read by Beth Waderi. Welcome, Kezia and Beth. I think we are all there. Let's read. My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them, and health to a man's whole body. 23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. 24, put away perversity from your mouth. Keep corrupt talk from your lips. 25, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. 26, make level paths for your feet, and take only ways that are firm. 27, and the last one, do not swerve to the right or the left. Keep your foot from evil. Our readings continues. Praise God. Praise God, the church again. My name is Beth Wanderi. We are going to get our second reading from the book of Matthew 17, from Matthew 15, from 17 to 20. Let's start. Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach, and the mouth, then out of the mouth? 18. But the things that come out of the mouth come from the heart, and these make a man unclean. 19. For out of the heart come the evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. 20, and the last one, these are what make a man unclean, but eating with unwashed hands does not make him unclean. God bless his word. Praise the Lord. Tutainuka tuongozwe na praise team, wimbo ya kumuita mhubiri, kumtegemea Mwokozi.
Yesu, Yesu, yu thamani, ahadi zake kweli, kumtegemea Mwokozi wangu tamu kabisa, kwake daima napata uzima na amani. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona dhabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Praise be to God. Hallelujah. Tupigie Bwana makofi. Let's pray. Our God and our Father, we are humbled before your presence this morning, Jehovah God, with thanksgiving in our heart, O God. Were it not you, dear Father, on our side, King of all the glory, we could not be who we are, O God. Receive all the adoration. Receive all the honor, Father. We magnify Jehovah God and we glorify your holy name. Now that, God Almighty, you've given us this opportunity, dear Lord, to come to this house that is called by your name, how we pray that, Lord Almighty, as you speak to us, O God Almighty, let your presence, let your Holy Spirit minister to each and every one of us. This is our prayer of faith in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Tunaweza tukaketi. My name is Peter Joge Wamuhu, and I love the Lord as my personal savior. I'm an evangelist from P.C.E.A. at the River Parish, Nairobi Central Presbytery. I'm a brother to your parish minister. Na tulikuwa na leo asubuhi. And I thank God for the parish session for having given me this opportunity. Because of time, I'll be very brief, and I know that God will bless us. The verse that we have read from the book of Proverbs, chapter number 4, especially verse 23. It says, above all, guard your heart. Why do we guard our heart? Because the springs of life comes from the heart. So if I don't guard my heart, then my life will be in jeopardy. Ama maisha yangu itakuwa kwa shida. Sababu ya wapendwa nitatumia Kiswahili kingi. Usipolinda roho yako, kuna mambo mengi itatendeka katika maisha yako. And the theme that the Lord has given me is guarding and defending your heart. Kama vile tunajenga manyumba, hata hii kanisa inaweka CCTV ili tuweze kuchunga vitu zetu zisiende. And if you don't guard your life, then the enemy, who is Satan, will accomplish his mission. Because the Bible says that Satan comes to steal, to kill, and destroy. And we have seen his work in our lives. But we thank God, because there is God in heaven who is able to restore and rescue us from every kind of calamity. Glory be to God. What is a heart? When the Bible says about heart, it doesn't talk about the organ. The organ heart has only two purposes: to pump blood to the rest of the organs. And also, the oxygen is mixed with the blood so that your life can continue. And when the organ heart stops, then you are declared dead. But there is the heart that God is speaking about
is the soul and the spirit. When you die, the body is left here. But the soul, and the Bible says in Ezekiel, that the soul that sinneth will be punished, not the body. There? And that is why we come to church, because of the soul, not because of the body. So the soul is of more importance. And even Jesus said, what can a man gain if he lose his soul and gain the whole world? So my soul and your soul is of more value than anything in this world. Glory be to God. And because of time, I'll be very fast. My heart, or my soul in that matter, is the granary, is the store of my life. And in my heart, there are 4 things that stays in my heart. One, in your heart and my heart and the soul now, it has number 1, the conscience, the miri. And when your conscience is dead, you live just like an animal. You can do anything, anywhere, anytime. Because now, you are not a human being. And you know, human beings, we have reason. Animals do not have reason. They have insight. They follow. Wanafuata, hata kama wanaingia kwa shimo, wanafuata tu. There is no reason. Mtu anakunywa pombe, na anaona pombe vile iko na hasara, lakini anafuata tu. Why? Conscience. And these days, the conscience of many, the conscience is the ability to differentiate between right and wrong. When you see a lady coming to church with a miniskirt, sio makosa yake, mwambie ni roho. The conscience is dead. Haoni, hata sisi ndo tunamwambia conscience. Tunamwambia hai, hiyo nguo, yeye yake imekufa. Hebu angalia mwenzako uone kama iko hai. Conscience ikikufa, you become like an animal. And that is why you see even men raping small girls. The conscience is dead. Thank God for Joseph. When he was tempted to do evil, he said, I cannot sin against my God. His conscience was alive. Ukiona mtu anajenga nyumba na pesa ya HIV na ya KEMSA, sio makosa yake. The conscience is dead. How can you afford kununua gari na pesa ya HIV na unaipaki kwako? Na unasomesha watoto nayo. Glory be to God. Na zaidi unaileta kanisani kama sadaka. Because the conscience is dead. Thank God for our chairman. He has said, mambo ya says iishe. But when your conscience is not alive, you don't give 10%. You give according to your conscience. Kama umepata 1,100, ya Mungu ni ngapi? Si ni 10. Ukipata 1,000,000, ya Mungu ni ngapi? Si ni 100. Na hakuna mtu anatoanga pesa mingi kuliko mwingine, ni conscience. Hapa kuna watu wanaweza lipa secretary mwaka mzima according to their conscience. But according to the sense of the district, atatoa 20,000. Na anasema ako sawa. Conscience. Is your conscience and my conscience alive? Kuna mambo siwezi ambia mama yangu hata akinikosea. The conscience. Ndungihota kwaria. Miriam and Harun, their conscience was about to die. They talk about their brother Moses, evil. May God help us. May God keep our conscience alive. That is 1. 2, our heart is a store of our devotion. What we submit to. What we can die for. What are you devoted to?
What is my devotion? What keeps me alive? Am I devoted in prayer? Paul said, now tutaacha kazi ya kugawa mikate. Sasa sisi, we shall be devoted in prayer and the word of God. What are you devoted to? What are your interests? What is your song? What do you like singing? What do you like saying? What do you like doing? What is your song? What is your cry? When you see chokora, is it part of your cry? Can you feed them? When you see evil tramping in the world, what is your cry? Ni mambo gani inakusumbua? What is my cry? What is your cry for this church? What is your cry for your children? What is your cry for the future? What is your cry for this nation? Ni baba ama ni hasala? Ama ni okoa? What is your cry? What are you devoted to? Wakati kuna Arsenal, huwezi kuja fellowship. That is your devotion. What is my devotion? So you must guard your heart because of conscience and devotion. What am I devoted to? Number 3, because my conscience now is right, I'm devoted to the right things. And because I'm devoted to the right things, then my belief, my faith is steadfast. What do you believe in? What is your faith? If I obey God, the Lord will bless me. If I respect others, if I value others, then I'll be valued. Abraham, in his heart, he had faith in God. He could even give his only son. That faith in God. Shadrach, Meshach, and Abednego, they could not fear to die because of their faith. What is in your heart? What kind of faith do I have? Imani yako ni kiasi gani? Waislamu wale Al-Qaeda, because of the faith of their religion, they can kill. They bomb themselves. Kwa maana wanaambiwa akikufa ataoa mabikira 7 hata kama ni wewe. 7 virgins. That faith inawafanya wafanye mambo ya ajabu. It is by faith that we serve God. It is by faith that we give to God. It is by faith. And that faith is in your heart. So you must guard your heart because of those things. The fourth thing that is in your heart and my heart is intentions. When you go to a Kiama, whether it is session ama LCC, ofisi inakaanga chini kwanza kama Wednesday na Kiama ni ya Saturday. Wanaongea, wanaona vile come to the Kiama itself now. The office already, hata ukisikia devotion, unajua intention iko wapi. Ukiona mtu anakusalimia kwa barabara, Bwana asifiwe, you are very smart, anakupatia tumambo hivi, unasemanga hapa, there are some intentions. Mugoda maguta. Wakati kumenyesha ni green. Hiyo gake kuwa wone. Intentions, they are hidden in the heart. Even me coming to preach here, I have some intentions. They are in my heart. The way you dress intentionally. You work intentionally. What are your intentions? Unasomesha huyo mtoto kwa nini? Why do you give in church? What are the intentions? And that is why it says imeondolewa. Because we want to worship God and worship God as He is. I want to give God intentionally. I want to serve God without being coerced.
coerced. Nataka kumtumikia Mungu mimi mwenye. What are your intentions? Hii group imekuja hapa, what are their intentions? Wakati uliokoka, what were your intentions? Ulisema unataka kubarikiwa tukakuombea. What were their intentions? Sasa tukuoni kanisani because we didn't know their intentions. Warutaka pesa nigetha tuguthura muthuru wa kanitha, riu horo ni wekire atia? No wathirire. Ndio tunasema kumbe you wanted me to marry you because of my money. Kumbe those were your intentions. And that is why you are dressing the way you are dressing. Mwambie mwenzako nimejua. Ona nduguka kanitha kuigua githomo. I know. Besha cia kuingiraga gutangathwo haria mbere ndungiruta magana methi. Ukuga oko matiratangatha nguruta 20. Sema tumejua. Hey, glory be to God. Rekama mayanda. Glory be to God. You must guard your heart at all cost. If you don't guard your heart, your conscience will be defiled. Your devotion will be distorted. Your belief will be misguided. And your intentions will be thwarted. So you have to be very vigilant. Diligence. Sema kaa macho. Na mtu anacheza na roho yako, hata tunapendaga kutoka kwa roho. Tunachukia kutoka kwa roho because of time. Those are the 4 things that are in the heart. How is the heart defiled? Jesus said, it is not what comes in the stomach, but what comes out of the heart that defile a man. Because in the heart comes out sexual immorality, murder, strife, slandering, and all kinds of evil comes from the. Hata saa hii kuna watu roho zao wamepanga mambo ya mande vile watafanya. Nikikutana na yeye sitamsalimia. Hiyo pesa nitamunyang'anya kabisa. Na kuna mtu anajua hapa sababu nikikusalimia Bwana asifiwe, ninaenda mbinguni kwa imani. Lakini the heart, I wish Mungu angetupatia the spirit na uwezo wa discernment. Chairman akiwa pale anaona roho zenu, onadugioka kanitha. Haya mwaro ile ituwe kwaya. Neyo ngoro yaku abaume. But thank God, mbeo mwenzako thank God. No nidira amenya. So you are safe. Even me preaching I'm safe. Kuna mtu anajua. But in those days, Peter could detect that Anania is not speaking the truth. Kanitha tosho na ndungithie. Ado mathamire kanitha ucio. Walihama. Sababu kikuja na sadaka nusu unakufa. Na hakuna hata matanga. Unazikwa tu hapo kanisani, bibi yake naye anafuata anaulizwa. Elisha na yeye pia anaweza kuona Gehazi akiendea mali ya wengine. Na kuambia siku hizi tushukuru Mungu. Atiye gukoryo muici, kaino koryo muici. Gukoryo githaria. Na tha inyanya gathio gutha, na gutiri mundu ukumenya, na madi ugoka mahoya. Mimi naomba tu na Mungu anisaidia kiwasamehea. Kutokea mtu mmoja, hata kama atakuwa pastor ama evangelist kama mimi, mzee wa kanisa ama deacon, hey! Atakuwa nakuja anasimama anasema, he mundu. Hey. Dakora ni kumwa kwamba kuma. Sema the heart. Hey! Guard the heart. Now, the heart inaingizanga mambo namna gani?
Mambo inaingia kwa hati namna gani? Wakati nilipata hii, hey, I got a revelation and I got power of my life. There are 3 things ambazo the doors of the heart. Doors. Sababu the heart has no, haiwezi kujitembeza, lakini vitu zinaingia. Hata unaona chokora kuna vitu ziliingia. How does the heart receive things? Because a door allows things to enter, and a door allows things to exit. Sindio? It is in and out. 3 things. 1, the words that are spoken. Words. Somebody can say a word, uhame kanisa. Somebody can say a word, you marry. Like me, I use words. I got married because of words. Mistari. Even my wife could not note that I leap. Hakujua mistari. The words. And we come here to church because of the word. There are some people you have hated in your life because of what they said. Na siku hizi hata serikali, if you defame somebody, ukiongea mambo ya mtu bila kujua vizuri, you'll be fined. Defamation. Words. And that is why this is the word of God. And the word of God is alive. And it is active, sharper than 2-edged sword. It penetrates even the soul and the spirit, and even the joints and marrow. It judges the thought and the attitude of the heart. The word of God is the only thing that can judge the thoughts and the attitudes of the heart. The words that you speak to your children, the words that you speak to your district, the words that people speak, they are very critical. Words, they can bring joy and they can bring sadness. The word of God is alive. So, the heart receives from the words. The other thing is image, picture. That is why you see in the television. Wanaleta omo, asubuhi, saa 4, saa 5, everything omo. Paka unasema na hii omo nitainunua. The picture. Pictures, when they get in your mind, then they go slow down to the heart. What picture have you received? And that is what we call a vision. There is a picture you have received, it is in your heart. This person is bad. This person is good. This is a good church. The picture. And the other one, because of time, is experience. What I have gone through in life is in my heart. Those people who have been brought up by single mothers like ourselves, that experience, when we get married, tunaombanga Mungu atusaidie. Because we see our wives like our mother. Hata mimi nikioa nilikuwa na shida sana kuuliza maswali. Naona kama ni mama amekuja. Sababu I did have a father figure. Those who are fathers, that experience of a father in a home is very key. Kuna baba anatoa sheria. Sai I'm training myself because of experience. Kama umeshawahi lala njaa and you hear people like these men, you can help them because of that experience. David could not have killed Goliath were it not the experience of killing a lion and a bear. Where have you come from? That experience has given you endurance. It has given you patience. It has given you courage. Kama watu unaona chokora hawa sasa, akipata kazi, atafanya ushangae. That experience ya kulala bila chakula. Sasa chokora analala nje, akipata mahali ya kulala na tunawapatanga pale kwa barabara wamelala kabisa. Na ni saa 2 asubuhi, amelala kabisa.
Na akipata mahali ya kulala, daga ukire nyanya. Because of that, experience is the best teacher. Glory be to God. Those are the doors. So watch out the words that you hear. Watch out the pictures that you see. You cannot see pornography and then you pray for your marriage to stand. It cannot. Those pictures will destroy your heart, destroy your marriage. Glory be to God. Now because I have conscience is right. My devotion, I'm devoted to God. I believe in Him. I have faith in God. And my intentions are for good. And I have heard words. I have seen pictures of many kinds. And I have an experience. How do they now get into my heart? How do I store them now? Hi. Glory. Sijui niachie hapo kwanza. Siwezi maliza hii. One. And this one, wende uweke mahali uandike. It will help you the whole of your life. It has impacted my life positively. One, reception. Everything must be received. When I call somebody, or I give somebody a call, ninapopigia mtu simu, akose kuchukua simu, what will happen to the communication? Hata kama nilikuwa namuitia pesa, atajua. Lazima receive. When you receive now, inaanza kuteremuka. And that is why our life is the way we are, because of what we have received. If you receive evil and negative, then it is stored in the heart. That is why you are full of anger. You receive words of negativity. You saw things that are evil. The experience was threatening. Ulichapa kuwa mtoto, mambo kwenu ilikuwa ni vita. That experience, you receive it. May God help us to receive only what can help us. If you don't receive, you cannot have it. You cannot store what you have not. And that is why a church like this, even offices, we have receptionists. People who receive. What have you received? What do you come to church to do? To receive hope. To receive direction. What have you received? When getting married, what did you receive? This business will work. That is what you have received. And because you have received that, then you are doing whatever you have to do to make it work. Because you have received. Hawa ndugu zetu, they have received ya kwamba they can also be men of virtue. They can be men of dignity. Tuwapigie makofi. They can come to church. You receive. It is said in the book of 2 Kings chapter 6 and 7 that there was a man who refused to receive the word of the Lord as it was. There was famine in Samaria. And the word of the Lord came to prophet Elisha. And he told him, tomorrow, unga itatoka shilingi 2. That man, ambaye alikuwa anamsaidia kubeba mkuki, akasema it cannot be. He never received that. And because of that, he was told, you will see, but you will not have it. What have you received? Mordecai, he sent a message to Esther. And Esther said, it is not possible for me to go and mediate between us and the schemes of Haman. Mordecai could not receive a no. And for you to receive, you must check what you are receiving. May God help us to receive and have the mind of victory. Receive
with the mind of victory. What is the mind of victory? People with the mind of victory, they receive. One, if you have a mind of victory, that is what you receive. One, you receive according to your mind, the mind of victory. You receive, we say that leadership is responsibility. It is my responsibility to make sure that the church grows. It is my responsibility, nikisoma mahali kama pale, beautify the Lord's house, and he'll turn beauty to your life. Haggai 1:8-11. It is my responsibility to receive that and do something and say, hata mimi kitu moja kama sasa nitaleta kitu moja, siwezi kalia viti tu bure, hata mimi nitaleta. It is my responsibility kukalia kiti ambacho nimenunu. Na hawa watu wetu kutoka ndugu zetu, if you want blessing from the church, muungane wote mununue kitimo. Next time mukikuja, wale wako kibarua, muulize ni bei gani kitimo, sio ndio mukikuja sasa, you receive God's blessing. Piga Yesu makofi. Hey! It is my responsibility to beautify the church. Glory be to God. It is my responsibility. Victorious mind inasema ya kwamba losing is unacceptable. That is a victorious mind. Losing is unacceptable. I cannot accept. David could not accept that. That is what you have received. And you have received that creativity is very essential in my life. You have received that quitting is unthinkable. Why? That is what you have received. You have received that victory is inevitable. That is what you have received. Even when you are walking, losing is unacceptable. Victory is inevitable. Commitment is unquestionable. Why? That is what you have received. Umechagua deacon, commitment is kuna mkutano wa asubuhi saa 7 na jioni. It is unquestionable. Ni matuetire mono. Wira no wa kanitha. Reception. What have I received? Ukiniona hivi, what do you receive? Ukikuja kutembea kwangu, what do you receive? How do you receive people? It is in the heart. May God help us. Some of us have received evil. We have received so many things that has destroyed our life. But at the end of this service, we shall denounce them in Jesus' name. Reception. After you receive something, what do you do for it to get into the heart? It is repetition. You repeat something. You do something. Kama sasa, wanaume, kwa sababu sisi ndio tuko na shida mingi. Ukienda town na umeokoka, my brother, I know that. Halafu unapatana na dada anapita na ako na ile micro. Si unamwona akikuja hivi, unamwangalia hivi, akipita hivi, what do we do? Wale tumeokoka, do we continue looking forward? Is it our wish? Sasa you look, halafu unaangalia mbe. When you look the second time, then you start receiving. The third time, you not look, you follow. So the best thing is do not receive. Kuna watu walikukosea and you received that. That is why you hate them. Because you received. This woman, this neighbor is not a good one. You received that. No matter what, he is not a good woman. You received that. Hawa watoto wangu ni bure. You received that. I'm an African. You received that.
I'm a Presbyterian. There are things we cannot do as Presbyterians. Sasa, you received that. Thank God for the chairman. We had received mambo ya says. Sasa, we are receiving a new thing. Praise be to God. Hey! Pigia Bwana makofi. We are receiving a new thing. Are you going to receive it? When you receive something, then you repeat doing it. It becomes a habit. And a habit is a regular tendency or a practice. Something you do regularly. A habit is something that you are used to do. A habit is an established pattern of behavior. It's not just a reception now. Inaenda ikiingi. After you have received and you have repeated doing it, then inaingia the worst. Ama the best. The third phase, meditation. And that is why God told Joshua, meditate upon this word. Hey, my brother, meditate upon this word day and night, and you will prosper. I want to be a millionaire. When I sleep, my prayer, billionaire. When I wake up, billionaire. Monday, billionaire. Tuesday, billionaire. Next week, next month. That is my meditation. I want to go to heaven. Every day, I want to go to heaven. That is my meditation. I want to reform. That is your meditation. Sia tunafanya kitu leo unaacha. It must get into your streams. Unasema kama Kamodho. Kano damu. Wewe ni nini damu? Maombi damu. Giving damu. Kama sasa tumesikia hawa wanataka kuchangiwa, unauliza watachangiwa saa ngapi? Hata ungoje yangu unaleta tu. Sababu it is your meditation. It is something that you meditate. And finally, if you meditate, then you express. Expression. That is how we see people, we say they are good people. They are humble people. They are expressing what they had received. The apostles, when they received the Holy Spirit, the expression was evident. They were able to speak in new tongues. They were able to walk the walk and the journey of faith. They were able even to lay hands on people and they are healed. You express what you have received. And that is why sometimes we fear people to express themselves, because we do not know what they have received. And for the church to be able to know what you have received, unakujanga firstly. Unasema nataka kuongea, unauliza unataka kuongea juu ya nini? Kwa nini? Tumekupatia dakika ngapi? Na usipite hiyo maneno umesema wapi? Because we don't know what you have received. I cannot preach something that I have not received. I must receive. So I'm preaching what I have received. Na ya mwisho. The valves. Tutaweka valve gani ya kuzuia mambo hii ingie na hii siingie? You must have a valve. Ukiwa na maji kwa mfereji, si unafunguanga maji hivi? Ukifunga, ni kusema maji hakuna. Si ni kufunga umefunga na maji iko, lakini kuna watu hawana valves. Akikasirika hata kanisani, mbia mwenzako tafuta valves. Kuna watu hawana valve. Hata angojei tutoke, atajua ni ndiye dagaiveru. Anava. Wageni wakikuja kwangu na tumekosana na mama, uwezi jua. Anaweka valve zote, anafunga kabisa. Wapendwa, karibuni sana. I'm the wife of the evangelist and we love God. The Lord has been good to us. Glory be to God. These are our kids. Hallelujah. Can we have some tea? Tuombe kwanza. Kwanza mama, naomba unaona kweli hapa. Baba, katika jina la Yesu. Wewe ndiye Muumba wa mbingu na nchi. Umetupa furaha katika hii nyumba.
tunakushukuru. Sema vav. Ingine ukiingia tu kwa nyumba unajua sasa hapa ona mahoya ukitio kumugeithia ukainuka. Sema vav. Even as a leader you need to have valves. Chairman, Mungu akubariki. You need to have big valves. Deacons hawataki mambo yako, hata wazee wenzako, mchungaji pia hataki mambo yako. Na wewe ndio chairman. Utakuja kusimama namna gani? Unajaribu smile. Thank God for the barakoas. Sema valve. There are only 3 valves ndio tuombe. Ni vile sina 3 valves. One of the valves, my dear sister, you need to have is reasoning. Whatever you do, reason. It is said, before you make a decision, consider the consequences. Before you make a decision, consider the wanafunzi wako consider consequences wakifuata Yesu. Walimfuata wakasema tusionete yoguo. Sasa hii kukufuata hivi tuliacha bibi, tukaacha watoto, sasa sisi ni kama hatuoni kitu. Tutapata nini? Hatuko tumefanya hiyo mahesabu ya kwamba ni kukufuata bure. Akamwambia hapana. What is the reason behind what you are doing? It's more important than the decision that you are making. Reason. Kwa nini tuchague huyu tuache huyu? What is the reason, my brother? What is my reason of what I do? Serving God, what is the reason? When you get the reason, then the words, the pictures, and the experience, then you'll ask yourself questions. The next verb that you need to have is independent will. That you can stand alone when outnumbered. You can stand alone. Independent will ndio imekosa kanisani. We follow the multitude. We follow democracy. And God, our God and our Father has an independent will. When he was talking to the Israelites, he said to them, these are the commandments, not request. Hakunanga request. Mungu ana request. Commands. You shall not steal. Sina kazi. You shall not steal. It's a command. You shall not accuse anyone falsely. You shall not covet. You shall not covet. It's a command. And people with independent will, they'll take us very far, even in the family. They can make decisions and stand with them. Independent will. Achama ambaye hana independent will atakuwa na maadui wengi. Sababu sasa hawa anamwambia hivi, anaenda pale, sasa anashindwa, where do I stand? And that is why the Bible says, you better be cold or hot. Kama upendi watu, what haijulikani upendi watu? I said here last time, mimi sipendi mchere. Sasa nikijifanya nyumbani napenda na sipendi, sitapikwa. So they know. Wakipika mchere, mimi napikiwa ugali ama mokimo, hata kama ni saa 8. It is good to have a stand. Independent will as a father. Independent will as a mother. Sasa kwangu nimeandikia watoto wangu mambo 10 commands. 10 commands from your father, Evangelist Peter Jugi. Katika hii nyumba, those are commands. 1. Hii nyumba mambo ya pombe, uolewe usiolewe that's a command. No wine. Sio pombe peke yake, wine.
Number 2, hizo ni za nyumbani, wachaneni nazo. Mbia mwenzako enda andika nyumbani. Independent will. Be yourself. Live yourself. Live your own life and you enjoy this life. Na ya mwisho, choices. They have consequence. Tusimame. Tusimame. Thank you, Lord. Glory be to God. You know your heart very well. You know your conscience, whether it is right or not. You know what you are devoted to. You know what you believe. And your intentions, they are known only by God. You want to tell God this morning, anything that I have received that is contrary to your word, anything that I have received to defile my heart, any devotion, any intention, any meditation, and now may God, in the name of Jesus Christ, put valves in our families, put valves in our lives. Have a constitution to guard your light. Glory be to God. Just 1 minute. Tell God to forgive you. Tell God to cleanse your heart, so that you may guard your heart at all costs. You pray for your heart every morning. You pray for the heart of your children. In Jesus' name. Glory be to God. There are so many things that are hidden in the heart. Evil, joy. May God help us. May we receive only that is from God. We receive victory. We receive success. We receive the anointing of the Holy Ghost, so that we may express the power of the living God. Glory be to God. Say after me, Father, you know my heart than anyone else. You know my heart even more than myself. There are some things I received from the words that were spoken. There are some things I have received from the images that I have seen and the experience of this life. Father, I pray, any negative word, image, and experience, and has found its place in my heart, in the name of Jesus, get out now. Get out now. Bitterness, get out now. Poverty mentality, get out now. Procrastination, get out now. Immorality, get out now. Laziness, get out now. Hey! And now, the power of God coming now. The presence of God coming now. The power from high above. The anointing of the Holy Ghost come now. Father, from now henceforth, I will express your goodness in Jesus' name. Thank you, Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you. A very awesome sermon from our amazing evangelist Jugi, and I think everyone is blessed. Tumpigie makofi tena. Time is so much gone. We are going direct to Sadaka, led by Eda Gladys. Welcome. Praise God. Bwana asifiwe. Imefika wakati mwingine wa kutoa tithes zetu. So I would request, if you have your tithe, please stand up. Simama na ili tuombe pamoja.
na wengine walilipa na pay bill. Still you can stand up. Kanisa tusimame na ili tuombe nao. Pendo. You can lift your envelope. Just talk to your envelope, tell God what you want him to do for you. Our God is faithful. Let's pray. Our Father and our God, we want to thank you. We want to glorify your name. Thank you for this time that you have given unto us, O God, because your word says we don't come into your house empty-handed, O God. And your people, Jehovah God, have come with their tithes, dear Lord. We pray, Jehovah Father, as they give it, dear Lord, may you bless them, O King of glory. May you rebuke the devourer for their sake, O God. We want to pray that those who are sick, dear Lord, through giving, you're going to heal them. We are praying the Lord for those who are in need. My Father, may you meet them at their point of need. For the honor and glory of your name, we thank you and we honor you. And it is in Jesus' name we pray and we give thanks. Amen. Nazareta tithes zenu hapa. Praise and worship. Harakisha, tumechelewa kidogo, please. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God,
Bwana asifiwe. Kama vile tulikuwa tumesema on Sunday that today it is the day of Msamaria Board. And for those who don't know what Msamaria Board does, kazi yao ni kwenda kutembelea wagonjwa, to meet the needy ones, and even to go to rehabilitation. Tumeambiwa hapa kuna vijana tuko nao, na kweli wamekuja, we invited them, walikuwa chokora. But today, Mungu amewabadilisha. Na hii kikundi ya Msamaria, we were there, and I remember when we were there, that day they had nothing to eat. And they had prayed and told God, Mungu, we have nothing to give to these men. Please provide. Na Mungu akatutoa hapa Sosiani. It was the whole parish, and we went there na tukawapelekea chakula. And I'm telling you, to touch these men ni baraka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Biblia inasema when you give, hata ukitoa na mkono wako wa kulia, hata mkono wako wa kushoto usijue. Bwana asifiwe. Hiyo mikono ni majirani, lakini vile umefanya na mkono wa kulia, hata mkono wa kushoto usijue. So we would want you to support us. Jana tumekuwa Bethsaida Children's Home, au watoto wote wako mixed up, wadogo wakubwa, and I'm telling you, they need us. I was telling people the other day, the Lord told me, if you don't help these people, who will help them? Bwana asifiwe. Hawana watu wengine wa kuwasaidia. Tumeona chocolates uko nje na tunapotea, tunaondokea. But may God help us. Uko na unga kwa nyumba, you can be able to provide. Please support this group, and God will bless you. Elder Joy, please come. Tutaenda kwa haraka sana. Please help us. Tusaidie hii group to support, na ili tuweze kufikia wenye wako huko nje. And God will bless you abundantly. Karibu sana. Thank you, Elder. Bwana asifiwe kanisa. Muda wetu umeenda sana. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. Tunataka kupeana kwa ajili ya wale hawana. Nakumbuka ugeteithia muthini ni Ngai ukovagira. Praise the name of the Lord. And we've been told ya kwamba huu mwaka it's freely giving to your God. Kwa hivyo naomba wanaume wote ambao tuko mahali hapa tuweze kuja tushikilie the board that is there to oversee that. Hata katika kanisa letu ni wengi sana hawana chakula. Ni wengi sana hata wanakuja hapa na chairman anaambia hii kikundi ndio mmepewa hiyo jukumu, wapeeni unga. Praise the name of the Lord. Wanaume simameni, hatuna muda. Naomba elders hebu simameni. Elders kujeni hapa karibu. Elders kujeni hapa karibu. It's good. Elders kujeni. Naomba wakati hao wapendwa wanapokuja, uinue mikono yenu. Uachilie baraka za Bwana. Thank you. Men kujeni. Elders inueni mikono yenu. Na Mungu atawabariki. Wapendwa wanaume, haraka please. Muda umeenda sana na tungetaka kukua na neno. Bwana wabariki. Ya kwamba hamtakuwa wakusaidiwa mbali wakusaidiana. May God bless you so much. Mungu awabariki mnapoendelea kupeana. We declare nyinyi hamtakuwa wakuomba bali mtakuwa wakupeana katika jina la Yesu Kristo. Mnaposimamisha wanaume, mnaposimamiza wengine, naye Mungu akaangalia mahitaji yenu, akaangalia watoto wenu. In Jesus mighty name. May the blessings of the Lord follow you. Kwa kitendo ambao mmetenda siku ya leo, Bwana wa mbinguni akawabariki. Wamama, all the ladies na wanalika wale wako ndani, tufuate time. Our ladies, tufuate. Thank you, tufuate. Asante sana. Elders, usichoke ku release the blessings of the Lord kwa wapendwa wetu. Bwana wa mbinguni awabariki. You shall give. Kumbukeni
kopeeni Mungu mnakopea, naye akawakumbuke, akawatendee mema. Remember you are giving unto the God. You are mnakopesha Mungu, Mungu akawakumbuke. Katika wakati wenu hamtakuwa wakupewa mbali wakupeana. In Jesus mighty name. May God remember you. May God remember you. For this kindness that you've sown, may God remember you. Hiyo mbegu ambayo umepanda, Mungu akaikumbuke, Mungu akawatendee, na Mungu akawainue. In Jesus mighty name. Kuna mtu amebaki? Kuna mtu amebaki? Thank you. Asante kwa kupeana, kwa kujitolea. Thank you so much elders. Asanteni sana. Mungu wa mbinguni awabariki. Najua kama kuna jambo Mungu ametuita ni kubariki watu wake. Elda, kama uko na unga, kama uko na nguo, anytime the church is opened, unaweza kuleta next Sunday, unaweza kuja kwa kiatika umpe, na sitaweza kufikia wale wanaotaka. Mungu akikubariki usikie utaleta lori ya unga, itaenda kupeanwa kwa wale wanahitaji. Bwana wa mbinguni awabariki. Thank you, Elder. God bless you so much. Deacons, kanisa tusimame. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo tumekuja mbele zako tena Bwana, tukikushukuru tukisema ni asante kwa wema wako na fadhili zako Bwana. Ni asante Bwana kwa wapendo wako they have given, dear Lord. Tunaomba may you bless them, Jehovah Redeemer. My God, I pray that you will multiply them, oh dear Lord. I pray, Jehovah Father, you shall see them and you shall meet them at their point of need, oh dear Lord. We pray, Jehovah Father, as they come into your house, they will never lack, O King of glory. They will be able to stretch their hands, O God, and bless your people and bless your house, O God. We pray for our tithes, dear Lord. May you bless it, Jehovah Father. May you bless our members, O God. That Jehovah Father, you will heal them, O God, those who are sick. That Jehovah Father, you bless them at their point of need. That Lord, at their places of work, dear Lord, you shall see them through. How we thank you, how we praise you. That Lord, you continue to teach us how to give into your house. And all the blessings shall be upon our lives. We pray this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. We have come to the end of our service today. I, who was reading, I'm Ezekiel, and above all, I'm born again. Praise the Lord. Unless there is something of emphasis, we can rise up and say the word of grace so that we proceed with the procession in the vestry. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Please, team, lead us to the number as we proceed. Moi